na kuwatia moyo katika maisha ambayo mnayapitia. Makundi haya matatu, watu wenye disability na watu wanaofahamika kama watoto yatima na wazee, wote ni watu muhimu kwenye jamii, na hakuna mtu anayechagua hayo maisha. Hakuna mtu anachagua kuwa yatima, hakuna mtu anachagua kuwa mlemavu, na pia hata kwa uzee ukikukuta, hakuna mtu anachagua uzee wake kuishia kwenye kituo cha wazee. Kila mtu angetamani aishi vizuri, alelewe na baba na mama, lakini pia awe ni mtu mwenye mahitaji yake yote bila kuwa na changamoto yoyote ya maumbile. Mazingira haya yanatupa fundisho moja kubwa la kumtanguliza Mungu. Changamoto unazozipitia kwenye maisha zinatupa nafasi ya kutafakari ukuu wa Mungu, nafasi ya kutafakari nafasi ya Mungu, lakini zaidi ya yote nafasi ya kumtumainia Mungu kwa 100%. Kuna watu wakiwa na pesa wanasahau kama Mungu ana nguvu kuliko pesa. Kuna watu wakiwa na vyeo wanasahau kama Mungu ana nguvu kuliko cheo, na kuna watu wakiwa na elimu wanasahau kama Mungu ni mkubwa kuliko elimu. Nyinyi watoto wema, ni dua na maombi yangu mkono wa Mungu usiwapungukie. Mungu akatumike kwa faraja na tumaini kwenu, na ndani yenu wawepo watakaokuwa na kufika katika kimo na kuweza kuwa baraka kwa wengine. Mazingira ulionayo hayapasi kuwa sababu ya kufeli maisha. Kwa kuwa historia inaonyesha wako walioishi kwenye mazingira kama yako, wakilala barabarani, wakiwa hawana uhakika wa chakula, na hata mvua, jua ni halali yao, lakini Mungu amewawezesha kupitia ugumu huo wa mazingira. Walipoweka matumaini kwa Mungu, leo hii ni watu wa maana katika dunia, na wamekuwa baraka kwenye nchi zao, jamii zao na ndugu zao.